Unaona? Na kitu kinatuma tunakuwa close sana na Andi ni mwaminifu. Ni mwaminifu sana. Tushadili na vitu mingi, lakini tulimwambia asipimake kusema na asipimake kututaya hata siku moja. So mimi kiniteza sema Andi kwa namchukua kasa vile ni ndugu wa damu. Ndio. Unasikia? Na ni rafiki. Nilianza fuata mavipindi vyenu vyote hata ile TV ya Isaac. Nilionaka sikupendaka tu kuona jinsi viko vinaenda. TV ya nani ya Wakalai ni Wakalight. Nilifuatiliaka nikaonaka habiningie. Hii nayo banaita media. Hii ya dada Suto vya hivyo. Hapana. Ya Sauta. Ile ni Nivyishimo. Na hiyo nilifuatiliaka. Juu mie vitu vya urofa maisha yangu sipendaki. Na hicho ndio kitu kenye kinatuma sie tuko close sana na Andi. Juu ni mwaminifu. Na huko kudunia kama uko mwaminifu utapata promotion zaidi. Lakini kama hauko mwaminifu hautapata promotion. Unaona? Hapo ndio nilikuwa nataka sana. Na hicho ndio kitu kenye kinatuma sie tuko close sana na Andi. Juu ni mwaminifu. Na huko kudunia kama uko mwaminifu utapata promotion zaidi. Lakini kama hauko mwaminifu hautapata promotion. Unaona? Nitaweza kupatia leo hata hivi 500,000. Ewa, fanya kazi fulani. Na utaniona kama mimi nakuuliza hata siku moja. Na kuachia tu fanya. Na sipendi unitai hata siku moja. Wala uniite Bose, hapana. Unaona? Sasa hicho kitu ndio kilitukutanisha mimi na Andi. Ikintu kimwe ngomba kubwira abafana banje ni ikintu kimwe mu buzima abantu benshi ntibatahura iterambere ryacu. Ariko iterambere ryanje je rihagaze cyane mu kwiyumvira ku bandi. Niligundua kuwa ndo chanzo cha mimi kuevolve. Niligundua kama ukiwaza ukiwazia mtu mabaya, ile mabaya itakukuta wewe. Na ukiwazia mtu mazuri, ile mazuri Mungu atakubariki nayo. Every story matters. Ifani ngetusikiliza sio. Tubanze turamutse abakunzi ba STV. Jemve muri sport antuka. Avuye gukina umupira. Urimwo ujahe. Tout simplement ndabanje kubaha ikaze nongera kandi abayifuriza umwaka kubandanya muryoherwa umwaka mushasha mwiza. Ni sawa? Ni kuvuga yuko uyu no mufani wacu cyane tuzinanye igihe kinini. Je nari ngaye inyuma. Ibintu byose byarenganye navyumvise ni kwa kudirisha hapo. Apere zote ni kwa kudirisha ndo mara sikupata naongea so numwe mu bantu bakurikirana ibikorwa byacu cyane baritufatiliaga sana. Mwe mko batoto badogo, mwe wote nilibanzia kazi, mimi nilibafundisha kazi. Sasa mnataka tena kujifanya mkweju aka katoto aka kanakuya juzi na katia na kaforme upya. Leo hii anataka leo yeye anatetemeka. Anaenda pembeni bangi batani bebata biuma juu ya boga mili. Mama we mili. Yaani bangesema vitu bebe biuma wewe warubire kuye. Omwe batu bebe mabya kazi sasa. Sikia nikwambie, mili sio moga lakini anatumikisha sagesse. Sasa angefanya nini? Unaona? Ega una sheria kubibeba. Unaona? Probleme ni hivi. Unaona yeye alikuwa anasema tukale chini tuongee, nilisikia. Unasikia? Lakini sona huyu namtia mubike rouge. Bila kudanganya Andi. I'm serious. Tuache kwa blague pembeni. Unaona? Hanijui. Hajui samani yangu. Unaona? Na mimi sipendaki kugwarana na watu. Unaona? Uwe na franga Andi, usiwe na franga, ni vya kupita. Ni vya kubakia. Lakini jua kuongea. Okay, kipindi kisha kwa kirefu. Kuzunzuana vilikuwa virefu. Jina yake Sale na tuendelee tu kwa Kiswahili maana Kirundi wewe ni shida. So ungejitambulisha sasa vizuri kwa mashabiki wetu wote. Akianza mimi nishamwambia ya mingi zaidi. Lakini kidogo ni shabiki wetu kutoka Australia.
iko na wakati hapa na ni mtu wa kwanza kutoka nje kusapoti my project salon yetu ASE na isa. Wakati ilifunguka na jua linambia before nikija mimi nafika hapo kwa salon. Na kuja kuniambia, lakini nilishtuka wananipigia simu, nakumbuka iko ku salon bashamnyosha maliza, anambia mimi natoka airport nafikia ku salon. Na kuna geste uliisema sasa irudia ndani ile geste kwa ilifanyika. Na mpaka sasa hii iko nafika ku salon yangu mara pili au mara tatu kwa wiki moja. So na njoo geste nilikuwa nataka nifanye hapa. Nimwambia Andi nitaingia kubafanya kazi bako wao nabo nione intelligence yabo. Gisi nifanyaga ku salon. Unaona? Ku salon waligangia sana. Uliongea vitu vingi sana, hawa mpaka wanajiuliza eski vitu havijua hai. Ni shabiki wetu wa kitambo. Interview zetu zote alikuwa anazifuatilia. Ndio maana alikuwa anavirepete, anavirudilia ndani. Na mwewe mkasikia mtu anayua news kabisa. Wakati banampiga Andi, banamnyang'anya faranga za watu. Nilifungulaka TV nikaita bibi yangu mimi. Kiangalia huyu kijana gisi banamfanya. Unaona tufanye aje? Njoo turu ya kwanza Andi kuongea na mke wangu. Njoo mwenye papa. Na hivi Andi anaongea na mke wangu zaidi kunizidi hata mimi. Huyu mwenye kwa hapa Andi anaongea na mke wangu zaidi kunizidi hata mimi. Unaona? Sasa nitaweza sema yote yametokea hapa. Nilikuwa nataka nijue kwanza na intelligence yenu ya hekima aiza vipi. Ndio kisi wanifanyaka kusalo hivyo. Nifika kusalo na nilikuwa nimwambia Andi nitakujaka huko na nikiingia kusalo yako baninyoe niwaambie mimi sina pesa. Na yule mwana atanilipia pesa nitamulipa. Na kweli nifika kusalo ya Andi, mimi kutoka tu airport nikaenda kusalo ya Andi bakaninyoa nikamwambia mimi sasa mzee, nina maswali madogo. Ni kipi kilichokufanya peut-être ukaipenda STV sana? Yaani uko katika mashabiki miongoni, familia yako yote ni mashabiki wetu sana. Kama ulivyosema tunaongeaga na mke wako sana, like tuko na vingi tushaga nafikiri mimi naongeaga ni mtu kutoka fasi fulani, japokuwa kwa hata kani waseme majina. Huyu ndiye alipatia mlemavu kinga kama mliona, na mke wake ndio alikuwa anamlipia nyumba, alikuwa alimlipia mwaka mzima. So bahati mbaya mamake yule mtoto amefariki, na yule mtoto tulimtafuta tukamkosa, lakini bado tunatafsisha kwenye iko. Kwa hiyo wakati ulikuja una sababu zako na una njia zako za kufanya mpaka sasa tuko pamoja hapa. Kwa sababu mimi ni mtu mdogo sana tena, lakini nafikiri kuna kitu kilichosababisha sasa tuko pamoja mpaka unakuja Burundi, unachukua na muda wako tena. Ni wengi maybe wanakutafuta hawakupati, lakini mimi unatafuta muda mrefu unakutana tuko pamoja au unanitokezea nini? Ni kipi sasa umuhimu? Wewe na Andi mnaishi hai, unamchukuaga aje wewe Andi? So mimi kiniteza sema Andi kwa namchukuaga sasa vile ni ndugu wa damu. Ndio. Unasikia? Na ni rafiki. Nilianza fuata mavipindi vyenu vyote, hata ile TV ya Isaac. Nilionaka sikupendaka tu kuona jinsi viko vinaenda. TV anania Wakalai ni Wakalight. Nilifuatiliaka nikonaka habiningie. Hii nayo banaita media. Hii ya dada Suto vya hivyo. Hapana. Ya Sauda. Ile ni Nivyishimo. Na hiyo nilifuatiliaka. Juu mie vitu vya urofa maisha yangu sipendaki. Sasa ikakia kuwa unajua kitu mwanamke akiingia ndani hauwezi kumtosha ndani. Unaona? Na kitu kinatuma tunakuwa close sana na Andi ni mwaminifu. Ni mwaminifu sana. Tushadili na vitu mingi, lakini tulimwambia asipimake kusema na asipimake kututaya hata siku moja. Na hicho ndio kitu kinatuma sie tuko close sana na Andi. Juu ni mwaminifu. Na huku kudunia kama uko mwaminifu
utapata promotion zaidi. Lakini kama hauko mwaminifu, hautapata promotion. Unaona? Nitaweza kupatia leo hata hivi 500,000. Ewa, fanya kazi fulani. Na utaniona kama mimi nakuuliza hata siku moja. Na kuachia tu fanya. Na sipendi unitai hata siku moja. Wala uniite Bose, hapana. Unaona? Sasa hicho kitu ndio kilitukutanisha mimi na Andy. Unaona? Ndio kilitukutanisha mimi na Andy. Ikintu kimwe ngomba kubwira abafana banje, ni ikintu kimwe mu buzima abantu benshi ntibatahura iterambere ryacu. Ariko iterambere ryanje je rihagaze cyane mu kwiyumvira ku bandi. Niligundua kuwa ndo chanzo cha mimi kuevolve. Niligundua kama ukiwazia mtu mabaya, ile mabaya itakukuta wewe. Na ukiwazia mtu mazuri, ile mazuri Mungu atakubariki nayo. Kwa hiyo ndo chanzo cha mimi kutafuta uaminifu. Mimi naonaga pesa zote zinaweza zikaisha. Unaanza kunipatia $500, $2000, nifanyie hiki. Mimi nikaona tamaa ile pesa. Ndaikula na itaisha, na haitanisaidia kia kitu. Haitanifaidikia kitu. Yote 9 nikiweka ule ndugu. Kuna saa mimi nakuaga niko crazy. Niko vibaya kweli. Nasikia mtu mwenye sijui. Mungu akuwa na wabariki tu. Mimi naishi kimungu kabisa. Na kuona kama sijawahi kumkosea mfanyakazi wangu hususan kwa malipo nini, nashukuru sana Mungu. Na hiyo ndio kitu cha lazima zaidi maisha ya mwanadamu. Naanza nikaona kuna mama umweko Holland hawezi pinda nimseme. Niliona tu nilikuwa muhali mbaya sana. Hiyo periode nilipewa pesa na madamu yako. Na mbona nilipie nyumba mwaka mzima, ilikuwa kama saa kombi. Niko crazy kweli. Nikasema hapana. Pale kwa yule mama ananiandikia simjui sifanye nini vipi andi ni sawa, nitakutelefona. Kunipigia hivyo ende fasi uchukue kitu fulani. Kile kidogo mimi nikichukua kikubwa sana. Sasa kuona mtu akigundua mimi ni mwaminifu na kuaga naongezea nguvu zaidi kwa kile kitu kwa sababu ni kitu ambacho kinaniweka. Sipendagi ni muibie mtu au ni tese ni nyanyase mwingine. Na ndio jambo la muhimu. Inanigusaga sana. Kwa hiyo najua naambia sana kwenye simu na leo hiyo naviongea kwenye mashabiki wetu wote. Mimi najua ndaendeleaga kuwa hivyo kwa sababu nafurahiaga sana gisi mimi naishi. Na sina tamaa sana. Watu napenda kuambia hata wafanyakazi wangu, mimi sipendagi Ulaya sijui. Na wewe nishakwambia unajua. Sijui jua nini. Ila nakuaga na rizika gisi mimi naishi. Maana yake nikitia tamaa ndefu ya Ulaya ndaenda hata njia sio nzuri. Kumbe juu sina tamaa, ikitokea nikienda ndaenda tu kiroho safi. Sasa tunaanza tukashauri hata wengine watu kugira ubwizigirwa mu bantu, kuwa na uaminifu na watu ni muhimu sana juu maisha ni watu. Na pesa ni watu na utu ndo maisha yote. Mimi naanza ishia hapo, kama uko na cha ziada ukimalizie ili tuende sawa. Mimi sina kitu cha zaidi juu cha lazima kwanza uishasema uaminifu. Cha pili ujue ke hata kama wako wanafanya kazi ni wafanyakazi na wewe ni mfanyakazi. Ndio uko na familia pia. Ni mikono miwili. Huyu unasaidiza huyu na huyu unasaidiza huyu. Sawa. Kwa ajili hapa kisi wanafanya kazi unapata na wenyewe wanapata. No. Na njoo kitu cha muhimu. Na nitaweza gusia Andy, bora wewe unakosa bapatie franga zako. Bora wewe ukose wewe ubapatie wewe franga zako. Hiyo ni jambo la muhimu zaidi kwa maisha ya mwanadamu. Ndio. Kuliko kwenda na reputation sema anatumikishanaka wala halipanaki pesa. Anatumikishanaka wala halipanaki pesa. Nilikuta lupango lumoya bali tulombaka presque $20 kutufanzia tu kutir. Ndugu yangu sio franga tukampatia $10. Andy, juzi ile mvula yote ilininyeshia kumwili na vala mabuti ya kufanya kazi. Lupango yote iko chini. Anasondeka mchanga, anasondeka mafera leto. Bibi yangu alitasema, tena akasema 2000 sio kitu. Eske hana lazima ya zingine franga hivi? Nikamwambia achana nazo hizo franga. Hivi naanza tena kujenga wengine lupango bupya. Unaona? Sasa uaminifu ni kitu cha muhimu sana Andy. Kinatoweza kukuambia sana surtout kwa wafanyakazi. Bora wewe unakosa wewe bapatie bako na mafamilia.
Unaona? Bako na lazima ya hiki bapatie. Unaona? Ndio kitu kintezo kuomba tu. Kuliko kusema tulikuwa na mzee wetu bwana alikuwa anatukoroga sana kuliko kutulipa franga na tupeleka gauche à droite. Hiyo sio jambo la. Ila wewe kusikia mfanyakazi wangu wote aliyobaki leo mpaka leo na mwalie toka nasema sikuwahi kumlipa. Sijawahi kusikia. Na tuache kuongea vingi, lakini mtu ambaye alinisupport hata kwenye salo yangu nilipenda sana. Ile salo yangu plan ya Australia. Unajua hivyo. Kwa ile salo ya Andy, niwaambie sasa. Nitaweza kwenda na walinyoa kwa bure na sitalipa. Lakini niliwaambia siwezi hata siku moja nikuye hapa mninyoe kwa bure. Itakuwa na mwangusha Andy. Bora nilipe franga. Na nendaka hako wiki nikikose ni mara pili. Na kila baki ninyoa nalipaka 3000. Wende kuuliza wako pale. Na sometime kama sina change, kama ni 5000 na mimi naenda. Na bachiaka hivyo tu na mimi naenda. Jua nini? Support mwingine. Ucha support mwingine, ule naye atasupport mwingine. Ndio hivyo keimite za sema tu hicho. Tubashimire cyane Chaboga. Na Andi, tutatembea sasa. Sikia njara ni. Tunatenda kula. Jua hapa mimi nitakigita wa mguju mimi sipenda mtu angaike. Nilikuwa na 15000. Nilipatia ule mlipatia sanction kule. Mwe mko watoto baba. Nikamlipia 5000 na 10 nikapatia huyu. Sasa hapa mimi kama nikwenda la mguru, I'm ready to do that. Na mimi nakupa 10 unatembea kwanza naye. Sitaki franga zako. So sitaki franga zako. Lakini I like to your support. Yeah. Thank you so much. Na napenda sana na familia yenu yote ni kama familia yangu kwa sasa. Muda wangu ni mdogo zaidi. Tunashukuru kutembelea STV na kuisupport kwa kila jambo. Mungu awabariki sana. Na hii interview najua mama yake kule Mama Melissa iko update. Ile ya kwanza ina hivi kwa hivi. Yeye hata saa moja hivi. Tutaiachilia hata kesho kule. Hivi ngaliki. Saa moja nakosa dakika 16. Asante sana ndabashimire mwese mudukunda mudushigikira genda umuntu wanyu nababwiye. Jewe ndabakunda kuko ndi umuntu wanyu nyene nanje mfise abantu. Ubundi STV ni yabantu. Notre bitika turumiana. Asante sana. Every story matters.